Hello guys, karibuni CEO 000 and leo nina mtu mkongwe sana Tanzania, mtu mkongwe sana kwenye game la Forex hapa Tanzania. Ni miongoni mwa watu ambao wamekuwepo, walikuwepo na watazidi kuwepo kadri na kadri siku zinavyokuwa. Leo bwana, nataka niwaintroduce kwenu mtu mmoja matata sana. Ngoja nimpe privilege ya kujitambulisha yeye mwenyewe. Afu tuone atatuambiaje kwenye episode yetu ya CEO 0000. Karibu sana kaka. Asante sana. Yes. Kwa hiyo kwa ambao wanifahamu, naitwa majina yangu ya shule Elisha Chingula, lakini majina ya kutafuta ugali ni Sucrose the Moneyholic, all the way from Big Boys Club Investment. All the way from Big Boys Club Investment. One thing about Big Boys and about Sucrose, we should give them credit. They were the first trading academy or trading firm in Tanzania. They were the biggest. Walifungua kimatata sana. Walisumbua kila kona. Kila sehemu ulikuwa ukienda, Big Boys, Big Boys, Big Boys. So guys, I think we should give them the credit. We should tell them congratulations on achieving that. And licha ya hivyo, bado wapo. Ni miaka mingapi mpaka sasa hivi? Mitatu sasa. Mitatu. And they are still here. So that's a very big achievement, my guys. Mitatu ya launch ya Big Boys, lakini miaka 7 kwenye game. Up to now. That's something to be grateful for, and that's something to be proud of, because these are the first people to show the Tanzanian market into the world, to take it out there. Kwa sababu so watu wengi wanafanya hivi vitu hapa kwetu. Tuko wachache, and ni kitu cha kujivunia. So leo tutajifunza mengi kuhusu Sucrose na kuhusu Big Boys at large, what they do, who Sucrose is. So please, as we take our time, kwanza tumkaribishe kwenye episode yetu. After pili, let us ask him, who is Sucrose first of all? Okay, so Sucrose ni kijana fulani hivi ambaye yuko driven kwenye results. Sasa ni entrepreneur lakini pia ni marketer. Na hapo sasa nataka nijitoe kidogo kwenye upande wa Forex. Maana majukumu mengi ya Forex hizi anasimamia head wa Big Boys mwenyewe ambaye tukipata chance tutampa aiongelee. Lakini mimi still naendelea na ile na tunasema na ile tunaita the burning desire ya kuwa the techpreneur. Umeona? Kwa sababu background yangu mimi ipo kwenye tech. Na hata tulivyoingia kwenye industry ya Forex, umeona au kama umejua vitu vingi sana vya tech kwenye Forex tulikuwa tukivi roll out sisi, kwa sababu background yetu sisi imetoka kwenye tech sana. Ndio. So baada ya kuwa umeshaanza kutengeneza some cash flow and stuff, the plan ilikuwa ni kuanza sasa kuinvest kwenye tech, passion ambayo nayo, and that's why we're still kicking till now. So in short, from what you've told us, ni kwamba the Forex part kidogo you've pushed it aside, and more so you're doing the tech business. Yes, tech and of course tech business. The tech business. Yeah. Okay, and why that? Passion yangu mimi ipo kwenye technology. Technology. Okay, yeah. Na kipindi ipo chuo, sikuwa na funds au cash flow ya kuweza kufanya chochote ambacho nilikuwa nakitaka. Yeah. Ilinihitaji cha kwanza nipate cash flow, nipate skills au nipate hela za kuweza kufanya chochote ambacho nataka, sababu nilikuwa na projects. Mimi kipindi ipo chuo nilikuwa nasoma computer science. Kwa tayari nilikuwa nishaanza kupicture products au project ambazo nataka nizifanye. Lakini kuzifanya hizo project zote kwa level experience na skill set ambayo nilikuwa nayo kipindi kile sikuweza. Nikafanya interview ya mwaka wa 3, sababu nilikuwa mwaka wa kwanza. Mwaka wa 3 niliona pia wachache sana ndio wanaweza kufanya vitu ambavyo nilikuwa mimi navyowaza. Sikuwa naweza kuvifanya, lakini mwaka wa 3 wachache walikuwa na uwezo wa kuvifanya. Nikaona kwamba hata mimi naweza nikachukua miaka 3 kusoma alafu nisiwe competent. Yani nikasema bora nifanye shortcut yake. Nitafute hela alafu niwe na hire ma engineer au developers. Okay. So it means you are using the Forex part to get the money to fund what you wanted to do. Exactly. Okay. Guys, mmesikia hiyo kidogo? So alikuwa na vision, alikuwa na dreams and goals, but he was not able to achieve them kwa sababu kwa kipindi kile hakuwa na huo uwezo in terms of financial stability, in terms of hata uwezo wa vitu vingine. So he used Forex to be able to get whatever he could get from it and be able to fund his business. And now he's doing a totally different game or business
Ila sio kwamba ameacha forex, right? Yeah, we're still kicking forex bado. Kila siku naona na post kama kuna mimi mmoja niliposti jana si juzi. Jamaa ambao unabadilika koti kivua, kuna mtu anakuwa entrepreneur, kuna mtu anakuwa trader, kuna mtu salesman. Sababu kama ratiba ya leo nimetoka kupitch, kuna one of the institute ambayo we have a very big partnership ni issue ya tech. Umeona sasa leo asubuhi nilikuwa na pitch. Ukiangalia nilikuwa na pitch, nimetoka nimepitia ofisini, tunafanya analysis ya gold. Ya gold. Umeona kwa pale nimeswitch trader. Hapa nimekuja kwenye podcast content creator, so you can see. Guys, first of all, ananipa moyo wa kupambana sana kwa sababu kama vijana, first of all you're not supposed to rely on one thing. Yeah, sure. And then kwanza huwezi kujua madusko yanatokea wapi. The thing is that ukishakuwa in nafasi kama alionayo for youth, alafu una diversify whatever you have, that is something very unique. Kwa sababu vijana wengi wanatafuta opportunities na wajui wapi pa kunanilia. But it clearly shows he had already streamlined whatever he wanted to do. Something that is so wonderful, and congratulations on that. I appreciate it. So that is Sucrose. So now tell us, what is Big Boys? Okay, so Big Boys ni Big Boys ni ile forex entity ambayo ilikuwa ina lengo la kuspread awareness kwenye issue ya forex. Kama unavyojua forex sasa, ile forex yenyewe in general imeanzishwa na Afrika imeanzishwa na jamaa anaitwa Cashflow Ngcobo South Africa. Yule jamaa aliintroduce kwa Blacks 2007. 2007 hiyo. Umeona? Na mimi nilipata chance ya kukutana naye 2018. Yani nilikuwa na mwaka na nusu kwenye game. Yes, yeye na nikakutana naye na alinishauri vitu vingi ambavyo vimenifanya mpaka leo nipo kwenye game. Kwa hiyo nikiwa bado mchanga nilipata hiyo nafasi ya upendeleo sababu alikuja Tanzania na tulispend kama siku 3 hivi. Okay. Kuna vitu vingi alivyoniambia baada ya yeye alivyoondoka, vingi nianza kuvilaunch. And starting pale business model yangu mimi kwa sababu kabla hapa nilikuwa sina experience, tulikuwa tuna experience ya ku create hizo awareness, kufundisha, ku provide hizo services na yani ku run forex in a way forex inatakiwa iwe run. Unaelewa? Kwa sasa baada ya kukutana na yule jamaa alivyonifundisha vile vitu, vikanipa sasa plan ya kuja kuileta sasa Big Boys. Kwa sababu kipindi hicho Big Boys haikuwepo, ni watu tunakaa na kampuni nyingine. Kwa sasa Big Boys imekuja kwa lengo la ku create awareness, ku train na traders, sababu kwa mimi what I believe na what I know this time, kuna forex trading na kuna forex business. Yes. So our plan ilikuwa tunavyo create your awareness, tuje sasa ku specify, yani traders wawe aware kwenye forex trading na wawe aware kwenye forex business. Okay. Kwa sababu Big Boys inacheza miguu yote miwili. Yani inafanya forex trading na inafanya forex business. Okay. Na forex trading unafanya as individual kama retail ile trade msalizi ambavyo traders wote tunafanya. Na forex business hapo ni ambavyo vile tunafanya alongside broker. Umeona, kwa sababu broker akija kwenye ukiachana tu kabla ya kuja, yani kwamba trader yote kabla uja trade, yani ambaye anakupeleka wewe kwenye market ni broker. Kwa hiyo sasa ama broker they make money kwenye kila trade ambao wanafungua na kufungua na kufunga. Ushanielewa? Na some hizo charges zingine labda maybe au vyovyote vile. Lakini sasa inapotokea swala kwa hizo commission kukatokea kuna pasu au kuna anything ambayo wewe kama trader you can benefit from that business, and that's how you benefit now na kwenye hiyo kwenye the other side ya forex business. Lakini forex trading ndio kama hivyo, utafanya analysis, utafanya nini, yani utafanya kila kitu ambacho unakifanya mwenyewe. Lakini hii hapa forex business inaenda kwa liquidity. Maana yake you need numbers, you need all these stuffs. Yes. Okay. Kwa hiyo tuna sorry nilikuwa sijamalizia. It's okay. Yeah, kwa hiyo tunachokifanya ni create your awareness, to train watu, lakini pia kuelimisha kwenye swala ya hizo issue mbili za forex trading na forex business. Kwa sababu kwenye forex business pia sio kama uifanye kama forex trading, sababu unaanza kuifanya kama una market vitu fulani. Yani kind of become a marketer about the forex. Yes, about forex. Yes. So that was well
put out explanation about forex trading and forex business. Yeah. Something that ambayo amesema yeye mwenyewe kwamba he's in both, he's into both. Yani haijalishi ni kipi, as long as kwake madusko yanapita, makes totally enough sense. Yeah. Which we understand. So ameweza kutuelezea what is who is Sucrose, and who are big boys, or what are big boys. And umetuambia kwamba right now you're in a totally different set of business, which is the tech business. Yeah. So is the name Big Boys going to continue with the tech business, or you'll have to change that? So Big Boys is Big Boys. Big Boys itabaki pale. Big Boys ina knowledge yake na reputation yake, yani na culture yake. Yes. Alafu kampuni ya tech ilikuwa ni bei zetu. Okay. Mwaka jana bei zetu tulichukua tuzo kwenye issue, tulipata tuzo 2. Yes, I saw that. Congratulations, by the way. Sana. Kwa sasa on that side ndo tupo kwenye bei zetu, ndipo kwenye tech. Yeah. Oh, okay. So Big Boys is Big Boys. Yes. Then there is from Big Boys kuna a sub branch which is Beizetu. Yes. Okay. So I saw with Beizetu you guys launched an app, eh? Yeah, it's a web app. Yeah, it's a web app. Yeah. Okay, and maybe you can tell people what your web app does, vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwenye Beizetu ukiachana hiyo web app, tuna hiyo Beizetu sasa yenyewe sasa ambayo ndio imefocus kwenye tech. Okay. Hiyo ni all in one AI powered marketing and sales tool. Umeona? Okay. Ambapo ndani tunaitumia ile tool kukusaidia wewe kufanya kila kitu ambacho unakihitaji mtandaoni, kuanza kupata wateja, kuwafanyia follow up, sijui kufanya conversion, kubuild hizo website, kutengeneza AI chatbots za kuchat na wateja wako, kufanya kila kitu ambacho unaweza kufanya kwenye ulimwengu wa digital. Okay. Yani chochote unachokiwaza, email marketing, SMS marketing, WhatsApp marketing, you name it. Kwa Beizetu sasa ndo ina hivyo vyote, ni combination ya softwares kama 23 hivi. So it's like a CRM. CRM ni part of it. Yani okay. ka CRM ako ka sijui social media automation nini, sijui website builder, sijui form builder, email builder, reputation management, AI chatbot training, sijui ina vikolokolo hivyo vyote. Kwa ile CRM ni part, ni feature tu ambayo iko ndani yake. Yes, iko ndani yake. Okay. Oh, that's amazing work. That's amazing work. It's a $1 million business investment. And what can you tell us about the people, your people? Let's say mostly it means you had clients that were into the forex business, right? And then you went on to bring about Beizetu, which is doing pretty amazing. As he told you last year, walishinda awards 2. So for something to be recognized or to get to that stencil level, it means that it's doing amazing. People are using it. True. So what can you tell us a little bit about the clients? How did they receive it? How have they taken it into consideration? Okay, so basically tulianza na wateja, yani tulitarget kwanza nchi ambazo it's their culture. Okay. Yani this time Tanzania kwenye vitu vingi sana tupo nyuma. Ndio. Sasa anapokuja culture ya sehemu gani wanajitangaza sana, wapi they have high purchasing power, na wapi wanatumia sana hizi social media. Sababu sisi social media tunatumia kwa udaku na mbea au hivyo stuff like that. Lakini kwa wenzetu anatumia platform kama ile ya kushangaa, anatoa content zake, ana episode, sio kama anafanya podcast. Kwa ile hali tulianza kwenye nchi specific ambazo tulikuwa zina huo uhitaji. Kwa sababu 90% za wafanyabiashara, umeona, biashara huwa zinakufa ndani ya miaka 5. Ndio. Kwa ndani ya miaka 5 ukiangalia sababu kubwa ambayo inawafanya wafeli ni kukosa wateja. Sasa hizi kukosa wateja ndio kuna means nyingi za kufanya. Umeona, kwa sasa kwenye nchi husika ambazo kabisa wana high purchasing power, ukimfanyia mtu ads, Google ads, Facebook ads, umeona, ukamsetea automation ikae zina wa email wale watu kufanya follow up, zina wa DM kufanya follow up, lakini pia zinasaidia kubook appointment, kwamba kisha collect zile leads inawapeleka kubook appointment, na zile appointment zinakuja kwenye CRM sasa. Kwenye hiyo the same platform ambapo mfanyabiashara anaona. Kwa hiyo sasa kwa wafanyabiashara ambao wanafahamu hichi kitu ambacho umetaja CRM hapo, tukitaja pipeline, sio management, hivi vitu, kukutana na watu ambao washavisikia, washavitumia, they understand what I'm talking. Yaani kwamba ni your all business yako nzima ni kwamba una management kiganja chako. Kwa kule tulivyoanza ilianza tu vizuri. Ilianza vizuri, nakumbuka
tulikuja kupata changamoto moja ya nini, Stripe account yetu kuwa banned. Stripe account yetu kuwa banned. Hiyo ndio ilituyumbisha kidogo. Sababu Stripe account kuipata lazima uwe kampuni ya Base Zetu tulifungua UK. Okay. Ya kwa sasa tulipata kila kitu. Ile hiyo Stripe account na ilituletea Stripe account ilituletea shida kwa ajili ya wateja wa kibongo. Hizi kadi za M-Pesa nini hizi zilituletea shida kubwa sana. Zilikuwa flagged nyingi. Exactly. Nyingi zilikuwa zina high risk, zikawa flagged, tukapata hiyo changamoto. Kwa lakini ilivyoanza tu ilipokelewa vizuri sana. Okay. And were you able to sort out the Stripe thing? Stripe kwa kweli sort out yani yenyewe. Yani tulisort out mara kwanza, tukafungua account nyingine na yenyewe baada ya muda wali close kwa sababu ilikuwa ni the same kampuni. Yani ni kampuni ilikuwa ile na kadi zisha. Those guys their API is so sensitive. Very. Wana works you na nini wakisha sense anything that's related to something ya nyuma. Umekwisha na hata ufanyaje, sababu ni miezi kama 6 tulikuwa tunasumbuka kusolve issue. Haikuwezekana, kabidi tu check new model of payments and so on. Payment tukaangalia style gani tufanye. Tuintegrate, sababu plan yetu pia ilikuwa ni kuintegrate na mobiles. Umeona? Na which we are soon itakuwa up and running ya mobile direct kutoka kwenye application. Yes, direct kutoka kwenye application. Okay. Before to integrate vile kwa ajili ya international clients ambao tulianza nao. Yani tulianza na watu ambao wako nje. Wako nje. Tulianza na Medspa, tulifanya na hizi roofing companies kama ushanili kama unazifahamu. Sasa na tulivyoanza tulikuwa tumepartner na kuna partners wetu walikuwa Marekani ambao sisi tulikuwa tumebase sana kwenye upande wa tech, kufanya upande wa tech. Wao wana wateja, they do sales and stuff. Okay. Kwa tukawa tunachukua ile experience kutoka kwao. Tumefanya sababu kwa yani issue what happened ni kwamba wote tulikuwa tupo kwenye community moja ambapo tulikuwa tunachukua hiyo course. Okay. Umeona, for 2 years. Kwa sasa huyo jamaa ambaye tulipatana naye alikuwa ni kama katutangulia na alishakuwepo kwenye community nyingine, kwa alikuwa na experience fulani on how to run things. Yes, to run stuffs and then tuka move. Tunaona tumemove vizuri. Na yeye akamesha, sababu baada after a certain time mnaanza kuscale, mnaanza kuhire watu. Sasa it's either utahire VAs kutoka Philippines, nchi nyingine, au kama mimi nikiona nchi nyingine zina charge hela kubwa nitahire kutoka hapa Tanzania. Umeona? Kwa sasa our plan turudi Tanzania, tuanze kustructure sasa vitu ambavyo tutavirani hapa Tanzania kwa hiyo the ecosystem nzima ambayo tutatengeneza. Yani to be honest, the way you've streamlined about Base Zetu, it's something very unique. Ni kitu ambacho with your support, nyie kama wateja, our brother anaweza fika mbali sana. The thing is that ukimsupport yeye akikua, na wewe in one way or another utabenefit. Sio kwamba akitajirika wewe utakuwa maskini. No. The thing is ukimsupport akipata ile power na akikua, ana uwezo maybe wa kuja kukuajiri wewe kijana mwenzetu. So I argue guys, let us support Base Zetu, let us support Big Boys, let us support Sucrose in whatever he's doing, because maelezo yake ni vitu ambavyo cha kwanza wengi kuvifikiria inachukua a lot of time. You understand? And one platform having all that he said that it has, ni kitu ambacho kinachukua a lot of guts, inachukua a lot of time, inachukua a lot of thinking to do. So kama yeye ameweza kufanya, it means na wewe pia unaweza kufanya. But in a way that ili wewe uweze kufanya ni kwamba ni kwanza tunaanza na kumpa yeye support. So guys, I argue guys to use Base Zetu, business people and so on. Let us support him. There's no need of using vitu vya nje, sijui Zoho, sijui nini, wakati kuna Base Zetu hapa Tanzania. I think it's much better to diving into what's ours. Ukiwa na changamoto, maybe you feel like this is not okay, but first of all, let us use Base Zetu, let us support Base Zetu. We need our brother to go far. From his explanation, I make a lot of effort and a lot of energy. So guys, Base Zetu is the thing. Base Zetu, do not forget that. And on top of that, let me add some nyama. On top of that, Base Zetu kwenye the partnership ambayo tunayo, mtaiona siku za usoni. The same Base Zetu tunakuwezesha sasa hivi, kwa sababu ukienda direct kwenye website tunachaji $250 per month kutumia ile platform. Lakini our plan ni kwamba tunaishusha mpaka
$49 kwa wanafunzi ambao tulikuwa tunawafundisha digital marketing. Okay. Na hatujaishia hapo. Kwenye $49 tunakupa ile account, ukilog in kwenye account yako wewe unapata account 3 za wateja wako. Okay. Maana yake our plan sisi tukuempower wewe kama kijana. Kwenye shilingi $49 ambayo unaitumia. Wait, $49? Dola $49. Oh, okay. Dola $49. Sio shilingi, dola $49. Ambapo kama laki na kitu hivi, si laki na 15. Kama laki na 15. Kwa hiyo ile laki na 15 ukilipia ndani ya mwezi, ukiwa ushajifunza hizo skill set ambazo sisi tunaenda kukupa. Ya ndani ya mwezi ukiwapata hao wateja 3. Sisi kwenye website yetu account moja unauza $297. Okay. Wewe tunakuuzia $49. Kilichobaki ukitoa pale kwenye $200 kama sio 50 ni your own profit per each account. That's amazing. Sasa naishia hapo kwa sababu tukifundisha kufanya lead generation you can charge 900, yani 900 kawaida tu, $997 kawaida. Search engine optimization unaweza kuchaji $800 per month kawaida. Hizi social media management ambazo Bongo kuna wanaofanya social media wengi wanajitahidi, wanafanya vizuri, lakini kuna si niseme ile hole au ile keki kubwa sana wanaliacha, ambao ndo the main thing ambao sasa ile keki kubwa. Hao watu ambao watakuwepo kwenye hii community ambayo inaenda kuanza hiyo, ambao tumepartner na hiyo institute kubwa sana ya serikali pia, itawasaidia sana kwa sababu kwanza unakuwa una ile security kwamba yani you feel elimu yako unaipata sehemu secured cha kwanza. Lakini cha pili unapata the tool ambayo itakusaidia kufanya fulfillment. Mfano wewe umepata Kisiki, yani Kisiki Capital anataka wafanyie lead generation. Ushansoma. Utahitaji uwe na tools kama 5. Yani kama una base zetu utahitaji uwe na tools kama 5 ambapo ukicombine price yake kila mwezi ya kila tool inazidi $500. Ndio. Sasa ukikutana na tool kama moja ambao wewe tu unalipia hela ndogo, lakini pia wateja wako utawalipisha hela ndogo. Maana hapo umepita. Kwa our plan ni kwamba yule mtu akiwa analipa hela 100 asiwe anaona kama analipa chochote, kwa sababu akilipa 100 akiuza hata kwa $100 ile kila account 3 $300. Yes. Lakini kuna services ambazo zinamfanya service moja. Mfano sisi service moja kwenye digital marketing tuna charge $6,000. Service moja. Yeah, service hiyo service kwenye upande wa digital marketing. So service moja ni combination tunaita full cycle growth. Combination ya lead generation, search engine optimization, reputation management na hizo social media automation. Hizo zinajireply, AI chatbot amejibu hichi amfanya hivi, ni $6,000 kwa mwezi. Mbona kama milioni 13 hivi. 13 na laki kadhaa. Okay, that's good guys. Yeah. That's nice. Yeah, that's it. Hiyo tumeanza kufanya sasa na wateja hapa Bongo. Na hatuna wengi ndo tumeanza. Hawa Bongo ndo tumeanza nao. Wale wa nje sababu ilikuwa ni ile issue, wateja walikuwa wa partner wetu, sisi tulikuwa tunapata commission. Kwa hiyo commission zetu zinaendelea ila hapa Bongo sasa kwenye revolution ambayo tuifanye ndo hiyo ni kama a tip. Na hiyo $6,000 ni ndogo sana kwa sababu hizo service moja hapo. Kuna service kwenye upande wa content creation, production na hizo tools na nini tumeiminya kwa sababu tu ya Bongo, lakini production itakiwa tena kwenye upande production itakiwa izidi tuongee $15,000. Wow, that's where we are going. So you're literally giving an opportunity to hata wanachuo kuweza kujikwamua in terms of whatever they are doing. Sure. The only thing that you need kwa haya maelezo aliyotoa ni effort in terms of whatever you want to do. So let's say you've got to their platform. Umeweza kuchukua account hiyo kwa $49 kama alivyosema, ambao ni laki na 15 hivi tuseme. Kikawaida inatakiwa iwe $297 ambao ni $700 na kitu, $700 laki 8 kwa rate ya leo. Ila anakupa kwa $49, right? And then all you have to do is look for other clients, right? Of which ukitafuta other clients you remain with about $240 something dollars. Yani hiyo ni yako kwa wateja 3. Yani kila account unayouza pale 100% profit ya kwako. That's something amazing, man. Kwa wewe mwanachuo umepata hiyo opportunity. Pap, boom limeingia, pap umepiga na commission ya $200 na kitu kwa account moja. Hata ukichukua miezi 2 extra kutafuta mteja mwingine, huoni kwamba uko in a good opportunity? Sure. Guys, these are things ambavyo vipo alafu vijana tunavichukulia poa
tunavipeleka ovyo ovyo. Alafu unahangaika njaa, kila siku unasema una blow account. Wakati kuna opportunity kama hii. Sure. Guys, so check out Bei Zetu. It's something, it has too many things that you can benefit from. Wewe kama kijana, wewe kama youth. I would argue to check them out. Kama unashindwa, look for them through their social media. Talk to them. These are opportunities for everyone. Sure. Na they wanakaribisha nadhani kila mtu, si ndio? Mtu yote. Haijalishi kama uko Tanzania wapi. That is nice, man. So guys, Bei Zetu is the thing. Yeah, sure. Make sure to support it. Nimekumbuka kitu kimoja hapo uliposema cha kuchoma account. Nitaomba ninavyoongea niwaangalie. Niwaangalie vijana wenzetu. Kwenye swala la forex, umeona? Baada ya kuchoma account, umeona kuna changamoto kubwa sana wanaipata. How fast can you get the capital to deposit? Umeona? Sasa kama upo katika hauna biashara au hauna situation ambayo ipo kwenye cash flow ya kujeneretea wewe hela, baada hapo ni utakuta una quit forex hata miezi 3 kwanza mpaka uje kujipata tena, sababu unaenda kudeposit $100 ujilipue ufanye hivyo. Kwa sasa kama kweli utapata chance ya kuwa kwenye part ya hizi one of our services ukajifunza skill set moja tu ya kurusha matangazo, kufanya hizo Google Ads, Facebook Ads kwa wafanya biashara, haishindi kuwa inakuongezea extra $100,000-200,000 ya kudeposit. Ukideposit, I'm still doing forex. I'm still trading. Mpaka hata sasa hapa na trade gold. Umeona? I'm still trading. Kwa hiyo nipo kwenye loss though. Nipo kwenye loss. It's okay, man. Bado na trade. It's okay. Nipo kwenye loss na loss kubwa tu. Umeona? Ya $3,400. Unaelewa? Kwa sasa kwa hii hapa kwangu mimi na katika analysis yetu tunaisubia ile point yetu ya ile retracement inapofika tuchukue kama kawaida. Trading imekuwa part of my life. Mimi sikujua kama trading ingekuja kuwa life, yani ndo lifestyle, na kwa sababu nilianza kuitreat kama business zamani, I respect it. Yeah, that's true. Umeona, I respect it na encourage kijana yoyote ambaye yuko timamu na anapenda sana kuwa deep au kufanya research. Yani anapenda sana kujifunza vitu. Forex ni the right way to go, kuingia kabisa mazima. Lakini kama unaona una mapepe, una mawenge sana, njoo kwenye automation na AI. Yeah, that's true. Umesikia? Yeah. Guys, I hope you may understand that.